Tulivyofika tu Mweza mjini, nikanyanyua simu, oya, mko wapi? Mmekwenda hospitali gani? Wakasema bwana, hapa tumekwenda tu kwenye hospitali kimoja, dispensary ndogo, na wamemchoma sindano, na tulivyomuona kwamba, na wakatuthibitishia pale kwamba sumu hii haitoendelea tena. Kama mnataka huduma zaidi mnaweza mkamfanyia tu hata Dar es Salaam, kama mnaelekea Dar es Salaam. Na hivyo tunavyokuambieni, tushapanda gari tuko njiani kuelekea Dar es Salaam. Tukasema basi vizuri. Sisi tukafika Mweza mjini. Baada ya kufika Mweza mjini, tukasema sasa tuna mbuzi wetu, kumbukeni hapo. Tukasema sasa hapa kwenye mabasi haya makubwa itakuwa mtihani. Hapa tutafute gari yoyote ambayo inaweza kutuchukua, na hili swala tukalifanya kwa sababu tumeambiwa kabisa ile kipengele cha kuchinja lazima tuchinje katika mlango wa gari tutakayoipanda. Sasa magari haya makubwa hawawezi wakatukubalia. Tukatafuta gari ndogo ndogo ya kukodi, ikatukubalia gari ndogo. Tukamuelewesha nini tutakachofanya, akasema sawa, mimi mkinipa hela niwafikishe Dar es Salaam, na nyinyi chochote fanyeni tu. Kamwambia sawa. Tukalipa hela pale, tayari tukachinja mbuzi wa pili mwekundu katika mlango wa gari. Baada ya kuchinja, tukakanyaga wote, tunapanda kwenye gari. Na huku mganga, kumbukeni, tupo naye, na hayo yote yeye ndio anayoyafanya kwa kuchinja na kutuambia haya sasa mmoja mmoja. Tunaingia kwenye gari tayari na sisi safari kuelekea Dar es Salaam kwa kutumia gari ndogo ya kukodi sisi wenyewe. Tunapata simu, bwana, maumivu yanaongezeka ya huyu mwenzetu. Sasa hivi analalamika sana sana, anaumia sana ndani ya hii gari. Hii wale walioondoka mara ya kwanza lile basi, sasa wao wenzetu walipanda mabasi yale makubwa. Analalamika sana, maumivu makali. Unashauri vipi kiongozi wa msafara? Nikasema ombeni Mungu, akishafika Dar es Salaam basi mtamkimbiza hospitali haraka. Kasema sawa. Safari wao wanaendelea na sisi tunakwenda na safari. Muda mchache wanasema sasa hivi anakohoa, wa watoto wa mjini wanasema kukorofuka. Anakohoa ile sana mpaka macho yanamtoka, mara anaanza kutoa mapovu. Sasa tufanye nini? Kawaambia sasa hapo mtaangalia, muombe mwenye usafiri basi hilo, muombe kwamba bwana kuna mtu anaumwa, mumpeleke hospitali, sehemu kama mlipo kuna hospitali. Wakaniambia tayari tumeshaongea na muhusika wa kwenye gari hapa, mkatishaji tiketi huyu ambaye tunaongozana naye humu ndani, na pia ameshaenda kuongea na dereva, lakini kwa mujibu wa dereva kipande kilichokuwepo hiki kipande hakina hospitali kwa sababu bado tupo mapolini.